wamefanya usajili mzuri, ni mchezaji mwenye X factor ambao anahitajika na timu yoyote Tanzania, lakini moja kwa moja leo kusema atakuwa sehemu ya kikosi na kucheza na siwezi kumuona. Sawa, tuangalie usajili wa Alan Okello. Sasa baada ya yeye kutua, ni wachezaji gani sasa wanaenda kupata kigumizi katika eneo lake la kwanza? Yaani wachezaji gani wanaenda kupoteza nafasi? Unajua umeuliza swali zuri sana. Unajua katika maeneo ambayo Yanga wameweza kufanikiwa kwa safari hii ni eneo la kwanza la kumsajili Okello. Tulikuwa siku za nyuma tulizungumza kwa habari ya Kamara kwenye eneo lile la kiungo, na sasa hivi tunazungumza kwa habari ya Okello kwenye eneo la mbele. Na nakumbuka niliongea maneno ya kwenye maiki nikasema Alan Okello usajili wake unaenda kuongeza option ndani ya Yanga ya kutoa magoli kwa kila upande. Sio eneo la Pacome tu peke yake, unasema eneo la Dube pale katikati ya kiwanja na eneo la Okello ambao anapenda sana kucheza upande wa kulia akiwa anatumia mguu wa kushoto. Kwa hiyo magoli yanaenda kuongezeka. Kwa usajili wa Okello ndani ya Yanga, kuna watu kwenye lile eneo la mbele watakuwa wanapata wakati mgumu sana wa kucheza, kwa sababu Okello ana kila kitu. Alafu faida ya Okello ni mzaliwa wa Afrika Mashariki. Anaelewa soka la Afrika Mashariki lilivyo, anaelewa namna Simba na Yanga namna zinavyoimbwa, na anajua utamaduni wao, kwa sababu haiwezekani mchezaji akawa Uganda asielewe utamaduni wa Tanzania. Kwa hiyo moja kwa moja unamwona Okello anaingia, lakini nafasi ambayo inaenda kuwa matatani ni nafasi ya Celeste Ekua, kwa sababu Ekua ukimwangalia ni mchezaji mzuri, lakini type yake ndani ya Yanga haiwezi kumhamasisha mtu aweze kumpanga. Ni mchezaji mzuri ambao anacheza vizuri, lakini end product, matokeo ya mwisho anaoenda kuyatoa mara nyingi amekuwa hayana pointi 3 muhimu. Lakini unamkuta mtu kama Okello ana faida. Timu inapokuwa inacheza, ikiwa inacheza vizuri, ukimpa mpira anaweza kuopti kukupa goli au kukupa assist. Tunazungumza hapa ni mchezaji ambao kuna msimu pale kwao alikuwa na goli 19 na anakuwa mfungaji bora. Kwa hiyo unakuwa na kiu ya kuwa na mchezaji kama huyo. Kwa hiyo unamwona moja kwa moja Celestine yakuwa kwenye namba yake, anaanza kupata changamoto. Na faida ya Okello, mstari wote wa mbele yeye anaweza kucheza. Kwa hiyo sio Ekua tu peke yake, lakini unamwangalia hata Prince Dube pia. Kuna wakati inawezekana akakosa namba kutokana na mahitaji ya Okello. Kwa nini? Kwa sababu Okello anaweza kukufunga kwenye nafasi finyu na matokeo yanaweza katokea mazuri. Sasa labda Maestro tuambie, kocha Gonsalves anaweza kumtumia Okello katika maeneo yapi? Okello unajua anaweza kutumika kama winga wa kulia ambaye anapigia mguu wa kushoto, na faida yake unajua Okello akicheza pale anakuwa ni mchezaji ambaye anaweza kucut in. Nao ni wachezaji wa kisasa. Tunasema anaweza kucheza pembeni, lakini anaweza kucheza kwenye half space. Anaweza kuingia eneo la kati kulitafuta boksi na kuweza kukevu mipira ili aweze kufunga magoli. Kwa hiyo tunasema huyu ni mchezaji wa kisasa, na wachezaji kama hao ndio wanaohitajika. Tunaona mfano wake wakina Lamine Yamal, unaona namna anavyocheza, anacheza upande wa kulia lakini anatumia mguu wa kushoto. Tunamwona mtu kama Bukayo Saka. Kwa hiyo unapoona hao ndio unavyomuona Alan Okello. Inaweza asiwafikie kwenye hicho kiwango, lakini kile anachokifanya Alan Okello unafananisha na vile ambavyo wakina Yamal wanafanya, Bukayo Saka anafanya. Kwa ni mchezaji ambaye anaweza kutoka upande wa kulia na kuingia kati kwa spidi na akaweza kufunga magoli. Alafu eneo lingine ambalo Goncalves anaweza akamchezesha Okello ni kama force number 9. Okello pia anacheza. Mahali popote ambapo mnakosa striker, Okello ameonekana akifanya hivyo. Vipers wameweza kumtumia hivyo. Timu ya taifa ya Uganda imeweza kumtumia hivyo kama force number 9 na akaleta matokeo bora. Usajili wa Alan Okello umekuwa unabezwa sana na mashabiki wa Simba. Wanasema kuwa Alan Okello ni Morris aliyechangamka. Kwako wewe Maestro, unaona jambo hili lina ufanisi lakini lina ukweli kiasi gani? Mtu akisema Okello kama ni Morris aliyochangamka, mimi kidogo naweza nikawa namshangaa. Kwa sababu impact ya Okello tunaiona ndani ya kiwanja. Tumemwangalia sana kwenye chani namna alivyokuwa anafanya. Tumemwangalia kwenye AFCON namna alivyokuwa anafanya. Dosari labda itakuwa ni kukosa penalty, ambao mchezaji yote anaweza kukosa penalty. Tumeshawahi kushuhudia wachezaji wakubwa wengi wakikosa hizo penalty. Lakini Okello ana impact kubwa sana ndani ya uwanja. Kama akupi goli anakupa assist.
kama akupi goli na assist, anaweza kutengeneza shinikizo kwa mabeki wa timu pinzani. Kwa hiyo sehemu yote ambapo unamchezesha Okello unamfanya ule beki wa kushoto ambao anacheza timu pinzani asiwe na nafasi sana za kuja juu kushambulia, kwa sababu anajua anapopaacha pana nafasi ya mtu ambaye miguu yake inaongea. Kama miguu inaongea, inaweza kutoa assist, inaweza ikatoa goli, na mwisho wa siku nikalaumiwa mimi kwenye eneo langu kwa sababu nimetoka. Kwa hiyo unamwangalia Okello ana impact kubwa sana ndani ya kiwanja. Okello huwezi kumfananisha na Morris Abraham. Unajua Morris Abraham ni mchezaji mzuri sana, anaweza kufanya kila kitu, lakini kwa Okello ni top player ambao unamuona kabisa ni classic player ambao anaweza akacheza na kuna kitu anaweza akakuonyesha. Unadhani usajili wa Alan Okello ni wa kuupa muda au ni usajili ambao unakuja kuonesha kitu moja kwa moja? Mchezaji yote ana usajili wa dirisha dogo, yeye moja kwa moja anakuja kuonyesha kitu. Unamwona Okello, tunamwona amecheza, ila ukimuuliza mtazamaji wetu hapa, Dumbi alimuona lini msimu uliopita, anaweza asikupe majibu kuwa alimuona anacheza. Na ndio maana hata alipokuja, japo watu walikuwa wanamuona kama anacheza vizuri, lakini unaona kiufundi kulikuwa kuna vitu vinapungua. Kwa nini? Kwa sababu ana msimu mmoja alikuwepo nje hajacheza. Unamwangalia Bala Conte, anakuja kwenye mahitaji ambayo mwalimu anahitaji mahitaji gani, lakini Bala Conte alikuwa hawezi kumiti hayo mahitaji. Kwa hiyo mwisho wa siku unamwona kama amefeli. Na kufeli kwa mchezaji, kuna mahitaji ya mwalimu na kuna mazingira ya ile eneo. Mazingira ya ile eneo yanaweza kufanya mchezaji aweze kufeli. Lakini Okello moja kwa moja tunaona ni mzaliwa wa Afrika Mashariki, anaelewa utamaduni wa Afrika Mashariki, na utamaduni wa soka la Afrika Mashariki unafanana kwenye kila eneo. Yaani tunapozungumza Tanzania, Kenya na Uganda, katika eneo letu la kucheza tunafanana karibia kila kitu. Sasa sisi Tanzania tunachokuja kuzidi kwa sasa ni kwa sababu tu unajua Tanzania wawekezaji wamekuwa wengi na ligi yetu imepanda kiubora. Lakini ukiangalia yule anaocheza Uganda hawezi kushindwa kucheza Tanzania. Na tunapozungumza kwa Okello kuwa inawezekana Yanga wakawa kama wamepigwa, unakuta Okello amecheza. Tunamwona amecheza na anatoka AFCON akiwa anacheza na timu ya taifa anacheza. Kwa hiyo sidhani kama kuna kufeli. Sidhani kama mazingira anaweza kumsumbua. Sidhani kama mfumo wa mwalimu unaweza kumsumbua, kwa sababu nimemwangalia hata Pedro namna kikosi chake anavyochezesha. Anaenjoy sana watu kama hao ambao wanaweza kukimbia, wanaweza kutengeneza nafasi, wanaweza kutoa assist, wanaweza kufunga magoli. Anaenjoy. Alikuwa anatamani hata Celestine Yekua awe mtu kama hivyo, lakini bahati mbaya kwa Yekua hajafikia kwenye hicho kiwango.